Zuri katika wakati wa maandamano unapata kwamba kuna National Police Service. Tuko na vitengo tofauti. Yes. Utapata kwamba kuna watu ya Administration Police Service. Utapata kwamba kuna watu ambao ni wa Kenya Police Service. Okay. Maana tuko na hizi vitengo tofauti. Yes. Na pia pale tuko na watu wanaitwa DCI. DCI kwa kawaida ni mtu undercover, ni mtu yuko na suit. Kwa hivyo sisi hatujakiuka sheria yote. Okay. Na katika ile kufuatilia maandamano tunahakikisha kwamba yule mtu ambaye anahusika, kwa mfano ile kijana ambaye yule officers ambao walipiga yule Boniface wanaonekana hadharani na unaweza identify useme ndio huyo hapa, na hatua inachukuliwa vizuri kabisa. Watu wa DCI kwa kawaida uniform. Okay. Yeah. So ni wale undercover. Do we need them? Do we need the DCI? Okay. Swali ni tunahitaji watu ya DCI. Wako na majukumu yao, lakini yote hayo na ningetaka nikumbusha wa Kenya iwe ni katika muundo ama katika hali ya sheria. We cannot be law breakers. Lazima we have to work within the constitution. Okay. Lazima. Jana tukashuhudia wakiwa na zile magari zao maalum za Subaru ambazo ziko na number plate. Hilo ni katika ile utendaji kazi wao. Wako na tuseme kwamba wako na code of operation. Yeah, kuna ile code of operation. Na wakati hawa officers wetu wanatoka nje, si kwamba they are not accountable. They are accountable. Hilo ni jambo ambalo Wakenya wanasahau. Okay. Ile gari yote ambayo inatoka nje, hii ni gari ambayo ni taxpayer. Ile namna ya kutenda kazi pia ni kitu ambayo inaangaziwa. Kati hao wenyewe na wale wakubwa wenyewe wanahakikisha kwamba these officers pia wako accountable. Kumbuka hii ni nchi ambayo inaongozwa na sheria na lazima sisi wote tuhakikishe kwamba tumefuata sheria. Okay. Yeah. Swali la mwisho, najua nitakuomba